Kaina. Eh. Vipi sasa kale kaombi kangu? Muda sasa. Shakwambia kwamba ukiwa na mimi hapo ondoa hofu. Toa hofu. Kumbuka mimi ndo mwalimu wako. Mimi naogopa. Siogope. Kumbuka mimi ndo mwalimu wako hapa wa shule. Alafu kumbuka kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakaye kuzuia. Kama vipi basi fanye mazingira basi leo. Sawa. Hata kashanizuia kurudi nyumbani usiku. Hapana, usiogope. Mimi kila kitu nitakea. Sawa? Takea kila kitu. Alafu mambo ya kukaa hapa sasa ndio nisiyoyapenda. Hadi huu muda wewe unafanyaje hapa? Wenzao wanajisomea huko. Wewe uko hapa. Haya. Chapu. Darasani. Toka. Ondoka basi. Kimbia basi. Alafu wewe. Madam. Hawa tukiendelea kwa watu wanawachikia sana hawa. Watatudharau sana hapa. Imagine nimemkuta yani yuko hapa. Anashangaa peke yake. Wenzio wako kule wanajisomea, yeye yuko hapa. Hawa na mazoea sana hawa. Sasa mimi naona hoja mimi niko simu. Asa. Halo. Hai. Head boy na head girl. Hivi na sisi wanaume tunaruhusiwa kwenda kujisaidia kwenye vyoo vya wanawake? Hapana, hairuhusiwi. Kwani kuna nini? Mbona Shoki na Babu hao walikuwa wameenda ukojoa huko, alafu walipotuona tunakuja eti wakakimbia. Alafu tulipoenda mbele kidogo tukamwona Matonya anatembea hivi. Nyie madogo, mna uhakika na kitu ambacho mnakiongea? Kwanza futikeni kwanza hapo. Wamwe hao futikeni basi. Baba, sisi tumekuja, tuna shida. Mlina shida? Ndio, tuna shida. Shida kama hiyo? Tuna shida za kifamilia. Ya kifamilia? Tumekuja tuangalie, tujue kinachotusibu ni nini. Kwaje kina mlole mairuro? Nasime santa tenga na kusimisa ka pyama pala ke tenga na bani ke bena vita korora shita chabo ngana nta tejo kaboro ke tenga ne shita hojira ka somale tu woro ke ramani chabo. Nasime santa tenga na ke tenga karora ngano ngampo kwenu ke tenga na ke tiki familia ile bakoya familia kinga ne yeni ya kitanga ne nda tiri kushosha tiki familia bene bati bena bari koya ni nabo huyo ali bakoya rishosheri ndati kulimwene kere ngambo. Mtaalamu anasema ameona shida haiko upande wenu, shida iko upande wa mama yenu.
ile ngambo ile mpire ngambo kiki simeza kanta tinana ngata toka ndole ngana kete shida kile kiki atoka yanga na kwa familia lakini yakiza likosoma kile ngambo kiki iki familia yale naleja ninabo kwa sababu waliwacha kujuka chola mumbi ubi alumwana udaiwa ng'ombe ya mhera yape atashoki je ili liva koya na alichoche kulimwena kalenta ati shida inatoka kwa mama yenu. Mama yenu alipata shida ya uzazi, akaenda kwa mganga kupewa dawa, na kule dawa akapewa na ikafanikisha kumpa ujauzito na akajifungua mtoto huyu ambaye ni mdogo wako, lakini masharti aliyokuwa amepewa ni kwamba apeleke ng'ombe mweupe kwa mtaalamu, na hakufanya hivyo baada ya kufanikiwa. simeza kalenta teketanga na masa igetoka no loketenga no ngambo kwenu ukete ingambo no liagiza liko yompa kike masa ireno lake sisa kete wakano langa no kumukuru yagiza kile liko kete kike mwanike ngono huyo aleru hangana kwa sababu nakabuhuni tika wana kalimo he sita ya mashituka kalenterwa umayo wimwe atatimiziye ingombe ini ukitwala wa mafumwa walibuchi ngombe ya mweno yo nalishoche nitate kulimwene kile ngambo. Mtaalamu anasema kwamba baada ya kushindwa kupeleka, tatizo likampata huyu mama na kauhuni kanaonekana ndani, na unachotakiwa ni kwenda kulipa ile sadaka ya mtaalamu wa yule aliyemtibu, na ndio mambo yake huyu mama yanyoke. Kwa hiyo hapa mganga tutapata dawa uko tamkupandika nako mgunana bwene buliho na nshoke chumwene kalenta ati dawa ipo, masharti tu ni kwamba mpeleke yule ng'ombe kwa mtaalamu huyo wa nyuma wa kwanza. Mulibona bana magitemo namuwirira nali nakayera kujochola mashikolo mamyaka mingi natewa ang'wane sasa nashokilea ni bahati ya wiza nasangeli yanda nali yakulile nebirehu ikololoku yanda ya ngwaru gaganya halafu no wiza ruru lina ntungwa cha wiza ipole aliho mnwa talite biranze ngo ena inyitundu nalitaba na marabi cyane mde birege tunyanda ya ngwaru gaganya mfula pole ni watena makoye ite chene nambala kante biro nyanda wane wewe Lugaganya acha wewe haupo hapa muda mrefu mtoto wako mkorofi mbaya haitajiki. Laiti ungekuja ukatuona sisi hapo ukatuulizia kuhusu mtoto wako tungekwambia. Mtoto yule ashikiki asikila mtu yoyote ovyo atamuoa kwa mtoto wa nani mwapo wewe. Lao vitu zako kama nini? Kena sasa hivi tu baada tunalifukuza kijijini sisi. Kwa hivyo umekuja mwenye babaki basi ndio hivyo. Beba uondoke naye. Hafai kabisa eti wazee nadanganya mimi jamani. Hafai. Wewe unakuja ndia ni mtoto anafahamu mtoto wako. Hivi bana mara mlemwi kwa mwana mari yompe mwana neki kwa kana mara kenaka kasho tuna mara tongi twasagala gete yani nisa kahena na tebila kana mara naye nakasani chena lite baka ina masa kashama sara goko le baka hawa goko lo muntu ya no kwibucha siza oya no kwika nikasiza yano yanta wana na ntunga cha sagala bebe yasini ulienda wana na masaka sagala yana mwale yompona mara humuku korofi no nyanda mweno yo wanga na geto na mara mungango kashinga wa masala yasini kashiramo narute banika cheka namunu wa masala hena kashino mwene ntomo masala mweno yo yoro nyanda mweno yo kaganya yako no konte ta dogo ne yo bayo mubo chaka do nyanda wako twala nantwale he ko urete baba na mala yani kashina sina hona na kusani jena wa masala ntomo nama nikasha hena na libo je nika cheka namunu wa masala taye kare wale na masala gaja he kare mo pagete lakini yayi nyanda mweno yo mure na shiru midogo no mule hamu nene lejena tebe geta abamubaka hawa ango wamwa kawa karo bebe yanka nono kama mama ni ntimiza mliwe ngo ya sagala bwana nani nyanda wane na tupita ule nene na mare kaya humu Nyinyi mnacheka tu wazee. Yule kijana nyinyi mwambieni ule ukweli ajue. Akiondoka hapa ajue kwa mtoto wake kwa iko mbaya kabisa na yeye ampukuze atoke hapa. Atugia shida. Mimi kibabake kaja labda atampenda mtoto wake atatuzo wazee jamani vipi maisha hapo nyumbani. Kuja kumsifia mtu mwovu.
Na nyinyi mnacheka matikari. Inspector, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Nakumbuka ile siku nikuja mimi na rafiki yangu. Ya. Nilihisi sana tumekukosea pakubwa. Sasa mimi binafsi nikaamua nije niombe msamaha mimi pamoja na rafiki yangu. Huyu si Asha huyu? Na yule ni inspector. Ila si shemeji yake huyu. Na hapo watakuwa wanatongozana hawa. Na siamini kama Melissa anajua hili. Kumbe kuhusu ile siku ambayo mlinikuta pale na rafiki yangu. Ndio. Maki mimi niliwasamehe tangu hiyo siku, na wala hata sikukaa nalo kabisa. Vile vyote vilivyotokea pale mimi hata sikuvijaji. So natambua mimi mwenzio hapa shuleni ipo kwa niaba ya kusoma. Vipi ndugu yangu, kumbe ile siku tunaonana kulikuwa na majanga makubwa hivyo? Yaani kulikuwa na majanga makubwa sana, ila sema tu sikukueleza, japokuwa na wewe ulikuwa na muda ule mfupi, lakini ungekaa ningekueleza kila kitu ndugu yangu. Vipi lakini yule binti unaye hapo getoni kwako? Hapana, yule binti mimi siko naye, unaona, na ndo kilichonifanya ndugu yangu mimi nihame ni yule sister, unaona, kwa sababu nilikuwa nakosa hata amani ile ya kuishi, yaani unakamata unapigwa, yaani hata ile furaha ilikosekana, na ndio maana niliamua kabisa niondoke tu ndugu yangu. Pole sana ndugu yangu. Nashukuru sana ndugu yangu. Sasa binadamu maana ndo tu hivyo. Najua kila binadamu huwa na mambo yake mengi sana yanayomsibu. Na hivyo kazi yangu ni kufuatilia masomo tu, na wala hata siwezi nikahifadhi ndani ya akili yangu ama kichwani mwangu masuala yanayotokea hapa shuleni. Ni hifadhi fulani wala yanipotezee muda. Na mimi mwenyewe nashukuru kwa msamaha wako. Au sio? Mimi siko hivyo wala siko kwa hapa. Asha, unafanya nini kwa inspector? Unakumbuka ile siku tuliokuja kwa inspector? Sisi tumekosea, lakini wewe kwako unachukulia kawaida sana. Acha, nilizani ni rafiki mema sana kwangu, kumbe wewe ndo mnasi, ndo adui mkubwa. Toka nikuamini tena Asha. Nawezaje kufanya kitu hicho hali ya kuwa natambua wewe unampenda inspector? Hapana Asha, wewe ni mkatili sana. Asha, wewe mkatili. Haiwezekani mimi kunifanyia kitu kama hiki Asha. Toka nikuamini tena. Na isijirudia tena mimi kuwa rafiki yangu wewe. Kwa taarifa lako, kama ulikuwa haji. Inspector ndo kwanza kashasika. Habanduki wala hachomoki. Tena ndo hatoki, yupo hapa. Sawa, umenielewa? Muone kwanza. Hamjambo, kaeni. Shoki na Babu, simameni. Shoki na Babu, simameni. Teni mbele.
Pigeni magoti hapo. Pigeni magoti hapo. Piga magoti hapo, ina maana msikii. Wanafunzi, mnaona mbele yenu hawa wamefanya tukio kubwa sana, na tukio lenyewe wamebaka. Na hivi tunavyoongea kesi yao imefika polisi, na sio polisi tu, mpaka polisi wako hapo wamewasubiri. Hivi tunavyoongea wamesubiriwa hapo nje. Hili tukio ni kubwa sana, ni kubwa sana. Hivyo basi tunaachia polisi washughulike nao. Wakishamalizana na polisi, na sisi kama shule tuna adhabu yetu ya kuwapatia. Shoki na Babu ofisini. Au mwalimu nachopongezea? Ndio nacho. Wanafunzi, hapa tumekuja kufanya nini? Kusoma. Sasa hili tukio jinsi mnaloliona hili ni tukio baya, na nisingependa lijirudie kwa mara ya pili, si ndio wanafunzi wangu? Hivyo basi atakayejulikana ama kugundulika kwamba tena ili kosa limejirudia, adhabu yake ni kama mnavyoiona, si ndio? Si ndio? Tunataka tukomeshe nini? Mambo ya ajabu ajabu. Mambo ya nini? Hivyo basi madam, sisi tushamaliza na tunaweza tukaelekana nao ofisini. Asanteni. Head girl. Nami head boy. Unaionaje tabia ya wanafunzi hapa shuleni walivyobadilika? Kiukweli kabisa wamebadilika. Kwa hiyo tunafanyaje head girl? Sasa cha kufanya hapo head boy. Unatakiwa waangalie vijana wenzako. Kaa nao kitako. Wahimize kabisa kuhusu swala la kusoma. Ndio. Halafu na mimi nitakalisha kitako na wasichana wenzangu. Nitahimiza swala la kusoma. Tunatakiwa tulipambania kwa hali na mali. Hii na sisi tuonekane kwenye uongozi wa shule. Sisi tunaelewana. Kawapambania sana wasichana wenzangu. Najua changamoto ya wasichana. Na mimi nikapambana madume wenzangu, kwa yani nao ni shida tu. Yaani wewe ndiye kuhusu hilo swala. Usijali, niamini mimi nitawashughulikia kabisa. Tuaminiane kwenye hilo. Usijali eti pambane. Binti mama, poa. Kakako nimemkuta. Hayupo. Atakuwa ameenda wapi? Hata sijui. Sawa, akija mwambie mfano namtafuta. Melissa, mara ya kwanza ulinitupia karatasi. Ndio nimempata hadi nyumbani. Kwa nini mambo yangu mimi yanakuhusu? Nadhani dada yake. Hasa ndio mimi nikija hapa kwa ajili yako, bali nimekuja kwa ajili ya Kasako. Pia sina ugomvi na wewe, sawa? Neema, kuna kipi kinaendelea hapa? Maana nikiwemo ndani nimesikia minong'ono. Melissa, kuna kipi kinachoendelea hapa? Sio mdogo wako. Mimi hapa nimekuja fanya vesi huko na kuulizia wewe, lakini amenipelea majibu machafu kweli. Neema, hii tabia umeanza lini? Ndio sasa hivi. Sasa kama ndo amefika sasa hivi, kwa nini hujampatia hata kiti?
Hem, tuondoke hapa. Bei. Karibu. Asante. Ila hata hivyo mimi sio mkaji sana, sema nilikuwa natoka huko sokoni. Nikaona sio mbaya sana kuja kujulia hali hapa. Oh. Sawa, karibia ndani sisi. Hapana, hapa nipo na waipo kwa mama, yupo peke yake. Oh, basi sawa, lakini mimi sitokusindikiza. Maana humo ndani nikuwepo na kikazi. Wewe ukienda utamsalimia mama. Asante. Basi mimi naondoka. Sawa, karibu sana. Sema nini dogo? Nisikia dogo kwamba umepelekwa selo. Sasa inakuweje mnaonekana tena mtaani? Tulikuwa tumeingia selo kule, sema mazingira fulani hivi toka zamani tulikuwa tumetoka. Na ikaweje mpaka mkapelekwa selo na shule mkaacha? Kwa ticha fulani kimshamba hivi alituchomesha kwa kama tuchukua polisi watupeleka kituoni. Choo gani huyu anayezingua madogo zangu shuleni? Ticha fulani hivi mshombe hivi mweupe hivi white hivi. Alafu ticha na mind kinoma. Sema nini dogo? Si umefikisha taarifa? Umefikisha ujumbe kwa Mjojo namba 45 au sio? Mimi dogo hilo talifanyia kazi au sio? Kwa dogo mondeni au sio? Mimi nitamaliza hilo au sio? Meisha hiyo dogo. Oya, tunampata wapi huyo mshamba? Tuweza kumpata popote. Sema nini? Yule wa kuchukua tumeweka ndani au kupika na kupakua au sio anetu. Sema nini dogo? Imeshaisha hiyo au sio? Haongeagi mengi sana namba au sio? Tengo. Meisha hiyo. Asha, mambo? Poa, mzima. Tangu jana. Nzuri. Vipi, kazi ya mwalimu umeshafanya? Ndio nishafanya. Bora ya wewe, uko vizuri. Aisha, nimekuita hapa sana, nahitaji kukuulizia. Kitu gani hicho inspector? Hivi Aisha, wewe darasa letu unalielewa kweli? Kwa kweli inspector, darasa letu silielewi. Nikiangalia madada wenzangu wako bize na elimu, wako bize na mambo mengine. Kweli kabisa. Naona hata vijana wenzangu wako bize na mambo mengine kabisa. Kiangalia vijana wengine wanafunga vitambaa darasani. Si ni namna fulani ya vuta bangi, si wanaendesha vitu gani, yani vitu ambavyo havieleweki kabisa hapo darasani. Si mwenzangu, umeweza vipi kuepukana na hivyo vitu? Mimi hapo cha kufanya nitadili na kilichonileta shuleni, mambo mengine nitaachana nayo. Ni vizuri sana kama umelitambua hilo. Yangu yalikuwa ni hayo, nitaka kukuulizia kujua darasa letu. Basi sawa, tunaweza tukaelekea darasani. Basi sawa, tunaweza tukaondoka.